it is a problem ambayo tuko nao, na hii problem ndio imetuletea shida mingi. And this problem is you can't go to Canaan with Egyptian mind. Hello? You cannot go to Egypt or to Canaan with an Egyptian what? Mindset. Hawezi kuchange kutoka hapa uende kwa doa uolewe bado ukiwa na ile, kama ulikuwa kwa kilabu bado na akili ya kilabu. Kwa sababu ukifika usiku saa 8 usiku katika ndoto zako utasikia umeota kwa okonywa tasika kana okonywa gagini sio mode. Hello? That is the Egyptian mindset. I'm talking about being unable to transit, being unable to move from one level where you are to another level. Well, so many of us have been stagnated. Tumekwama in the stagnation ya kukosa to move from where you are. And that is the problem we are facing with the Christian today. Sijui ni kwa nini leo nimesikia kushabulia wa Kristo sana. Lakini I am seeing why are we, kama mzee kama huyu atakaa miaka mingi, na mwambia ndio nataka tumsaidie. Atakaa kwa sababu miaka 20, about 20 years yake ya jela, kwa sababu alikuwa mfugo wa maisha, mtu hatari. Alikuwa anaishi kwa kanyumba, hakuna kutoka, ni kuishi kwa nyumba. Kama ni kwenda bali ni kwenda kirasi kurudi. Lakini kuna wengine wanaitagwa ulikuwa kodemu. Wakodemu hawatokangi. Hawakodemu ni kanyumba haka, kutoka ni kwenda nego diwekate hii komi cho na mwe matoma igu hana ihenya muno mbere ginya njugite yandenda kuga cho peke yake. Hiyo ndio anaenda na askari yako hapa nyuma na anamwambia harakisha. 20 good years confined in a room, not moving out. The only far you can go ni hapo upupu. Na askari yako wapi? Na askari asikiagi hiyo mpupu, anakaga hatu hapo ndio akurudishe na afuge mlango. Na kutoka kwa gate, main gate mpaka mahali unalala inakuwaga gate 9. Si ni kweli? Inakuwaga gate kutoka kwa main gate, any prison from the main gate mpaka mahali utalala zinakuwaga milango 9. Sasa unaniambia milango hiyo 9 ni nini hiyo? Si ni kitu yeye kakishetani. So the mindset ya huyu mzee amezoea. Kwa hivyo hata mahali ataenda kuanza kufanya kazi ni alikorogwa kelili mahanini. Tolode gukorwa ari na ihenya yagwe kama wewe. Ndio gukorwa akiheterio, atakuwa akikasirika. Maana amezoea kuambiwa. Sasa akianza kujiambia itakuwa ni shida. Huyu hata mtu hata akipata mwanamke afadhali usharia mtumia mwega, muhoreri wega. Nonyita tondu wa sharia mundu ngi ndingoingo mukuhitani. Anahitaji a lot of counseling psychology anahitaji, lakini si wa mama. Msianze kumuitisha namba, ndokaheane namba huko, ndokaheane namba nani wewe. Ni maigwa ni wage aburoti watagwethero kirei. Bwana asifiwe sana. Atahitaji ndio aweze kubadilika pole pole, hata sukumwa kwa mbio, atabadilika pole pole hadi akili zirudi Kenya. Maana hakuwa Kenya, kule jela si Kenya, kule tunakuitaga kweta wote. Hiyo ni dunia ingine, it is another world. Ukifunguliwa kwa ile gate ndio unarudi Kenya. Bwana Yesu asifiwe sana. Where we have now the normalcy comes. So by the time I recover from this, it will take some time. It will take him like 3 years, 4 years. Tukagene henya. Tualidia tudi mdogo tudi yogo. Ndio aweze kufaulu. Maana temptations nyingi zinakuwa. Tupate Exodus 3 verse 7 and 8. So that we may be able to know that how can you be able to come out into Canaan without the Egyptian mindset. And this has always been the kind of businesses we do, the kind of life that you are living, the kind of families that we have, the kind of any manner. Ndio unaonanga watu wengi tunakosa kuelewana. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimekuja na umogeke wako yangu na wewe umekuja na vitu zako. Sasa by the time tuigiane
Hadi nawaambia kwa mama, mkiona mwanaume amekuja ni mkali, tulia kidogo, rudi chini kidogo, maana labda amekuja na mindset ya kule alikuwa. Mimi kwa sababu nilikuwa mugeke wa mama wako anatuongeleza, unaongea useme nini? Nikujaribu kufungua mdomo hivi, tunarudisha na kofi ya kusimamisha mdomo isiongee. Sasa umekuja sasa, tumekutana na wewe ni Mkristo, na Wakristo hawaguzagwi, ni kupepelezwa, anaitwa baby, anaitwa sweetie, vitu kama hizo. Sasa by the time nikuje kwa sweetie, na wewe by the time utoke kule na mimi nitoke huko, tukuje tusikilizane, it will take some time. It requires one to humble down. It requires one kuelewa tu, uelewe huyu mtu ako namna hii, and that is very important. Before you date that woman, before you date that man, kubali tu mutembee na yeye miaka 2, miaka 3, ndio umuelewe, ujue anakasirikaga haraka ama hakasirikagi haraka. Because some of us tunakasirikaga. Kama mimi ni makasiriko imeniacha tu juzi, nilikuwa na makasiriko mpaka hizi tu ikinikuta ikuje hapa, kama zile za huko kwa Masai. Wale tumetoka kwa Masai, hizi ya Masai ukifanya hivi inarukaga inakuja hapa, haienda kibali. Ukifukuza inakuja hapa, ukifanya hivi inakuja kwa mdomo. Kwa sababu kwa Wamasai hawafukuzaki hizi, ikikuja ikikalia mdomo inakaa tu na yeye hapo, akikula mpaka unaona afanya inatoka, ndio ameze chakula. Maana they are part of the animals. Masai wanasemanga they are part of what? Animals. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hafukuzaki, na inakaa kwa sababu hawaogi macho wengi, inakujaga inakaa wapi? Kwa hii matoko hapa, na inakaa hapo na haisikii, maana amezoeana, zimezoeana. So ukifanya hivi inaonaga who is this. Kama wewe ni Mkikuyu umeenda Masai, uifukuze ufanye hivi, zinaulizanaga who is this, ni nani huyu, hatuelewi. Maana ni kumaanisha huyu mtu ni mgeni. Sasa sinakujaga hapa sikusubue. Unaona moja imekuja hapa na nyingine imekuja hapa kwa mdomo. Ukifanya hii ya mdomo inakuja kwa masikio. Alafu ni tule tuna irritate, tunatembea kwa gosi, kwa nguvu. Sasa unasikia ile kanatembea huko hivi. Sasa imagine, that is how we live, and that's how many people are. That is how you need to understand me, I need to understand you. Sasa tumeanza life na wewe, kwa sababu kama sasa huyu mama alikuwa gamwisi, huyu ndiye alikuwa naiba mafailu zote. Kesi kupotea, ile kesi za zamani ukisikia ilipotea, Kokidi aliiba. Huyu ndio tulikuwa tunatuma aende angoe failo. Kwa nini? Kwa huko polisi kotini, ile huko kotini naangolewa, na anakuletea, unampatia pesa yake, failo mzima venye ilikuwa imeandikwa kila kitu, na ya polisi anakuletea. Sasa mama kama huyu umeoa, umepeleka kwako, na ni mtu akungoa failo, si atangoa birth hapana, hiyo ingine the marriage certificate atangoa. Ukimletea shida atangoa, na ukienda kukimbia ati sheria, ati unaenda kusema tuliona, unakuta hakuna failo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa by the time azoee kuwa bibi kwa nyumba yako, unafikiria mtasumbuana aje? Nikiona gado igimakegiana na Koki, tunasumbuanaga hapa sana na Koki, because na watu si mimi Koki tunaelewana, lakini unaweza kuta huyu amekuja kuniambia mambo ya Koki amefanya, Koki ameenda, na mabia wangaja nitaongea na Koki because mimi naelewa Koki, wewe ndio umekosa kumuelewa. So watu wengine hapa ni kwa sababu we don't understand each other, that is why we have problems. But if I come and understand you now, huyu kama sasa huyu tutatembea na yeye mzuri, kwa sababu ninajua shida yake moja, akili zake zimekuwa hiyo ndio main problem yake, na atakuwa kiangalia, ukimwangalia vibaya anaona kama unamchukia. Yetuko ndio ronald makoro lokona tamarawe siria huyu because kule amezoea wakipiga story. Ile kazi kubwa huko ndani ni kupiga story kutoka asubuhi mpaka saa 8 usiku, story tu. Na ni story za kuchanganya watu kule nje, tu story tuingine hivi. Alafu urudi ufugiwe kanyumba kamoja na wengine ambao ni wa kukwambia upiduke na nyuma. Kwa sababu kule hakuna mama. Kule nini ni kukwambia nini upiduke na nyuma. Sasa hiyo hasira, hiyo bitterness, una imagine venye umevugiwa na venye unaweza kufanya huyu mtu amekwambia upinduke na nyuma, hiyo hasira inakaa kwako. By the time siku ile itakuja kutoka, utakaa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu ni mtu ambaye atakuwa akiona watu wanawake siku mbili tu anakuchukia tu na hakuna reason. Ama akiona mabrada zake wakikuja hawezi kukaa na wao kwa nyumba for too long because hajazoea hivyo. Halo, wataanza kumwambia maneno mengine, na kule tulikuwa tuna maneno tu ya mabaya kwa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. So you have to be able, for you to move from where you are, you must be able to defeat the Egyptian mentality in you.
The moment you defeat the Egyptian mentality from you, you'll be able to move to Canaan. You can never be able. Now, it is very, very difficult for you to move from the Egyptian mentality into Canaan. Si watu wengi wanafikaga Canaan. Ni watu wawili walifika Canaan. Bwana Yesu asifiwe sana. Kati ya the entire population of Israel, only 2 people ndio walifika Canaan ambao walitoka Egypt. Wengine wote walikufia in the wilderness. Most of us we are dying in the wilderness. Most of us we are suffering in the wilderness. Most of us we are being challenged. Ndio ndoa nyingi zimekufa in the wilderness. Biashara nyingi zimekufa in the wilderness because we fail to understand. Before you start moving out, you need to study. You need to understand. You need to know that this is not Egypt. We are going to Canaan. And to know this, to be able to know this, mpaka Moses mwenyewe, he was unable to get there. He was unable to go to where? He was unable to go to Canaan. Why? Because even him, the liberator, bado alikuwa na Egyptian mentality. Maana ile makasiriko alikuwa nayo, alitoa wapi? Alitoa kwa baba yake. Babu ama ni great grandfather Jacobo. Jacobo wakati alikuwa anabariki watoto wake, aliita watoto wote akamwambia, kujeni niwaambie siku za mbeleni venye mtaishi. Akamuita huyu wa kwanza anaitwa Ruben. Akamwambia, wewe Ruben, si unajua venye ulifanya? Suli ngoja niende kwa kashugwa haka kengine na wewe ukaingia kwa kashugwa haka kengine. Unajua Ruben alichukua bibi ya baba yake. Aliona amatike hii mbona na vuleto shugwa tena. Akachukua. Alipochukua hakujua baba yake alinoti. Wakati wa kuachilia baraka, kuachilia maneno, alimwambia wewe ndio nini yangu ya kwanza. Wewe ni hinya wako. Wewe ni my first fruit. But you did what? Ulienda kwa kitanda. Sasa kutoka hapa shida itakupata ni hii. Akamalizana na huyo, akachukua mwingine, akaenda kwa mtu anaitwa Simon na nani? Na Levi. Levi akawaambia, nyinyi mlipiga ng'ombe na hasira. Naye wakaachiliwa nini? Laana ya nini? Ya hasira, mtaishi kwa upanga. Ukifuata sasa, Musa ametoka kwa Simon na Levi. Akalia Musa kupada hiyo yote amepada. Nini ilikosesha ya kwenda Kanaani? Ni hasira. And that's why I normally tell you, trace yourself to know what is the problem that faces you. Trace yourself to know what is this altar that inakufuata. Maana kuna kitu kinakufuata. Na hiyo kitu sio kupenda kwako, kimetoka mbali na kimejitrace. Only kitu kimoja ndio kiliondolewa kutoka kwa Musa. Wakati walianza hiyo tribe ya nani? Tribe ya hapana, sio tribe ya nani? Tribe ya Ruben. Wakati ilifika, Moses mwenyewe ndiye alikuja kuokoa hiyo tribe. Na alisema nini? Ruben inafanya nini? Aishi. Maana walikuwa ni hiyo muherega yao, walikuwa wanakufa. Is a tribe ya Ruben ambayo walianza kukufa, magonjwa, matatizo. Baka Musa mwenyewe ndiye alikuja akasema, nimesimamisha hii. Na Ruben inafanya nini? Na aishi. Lakini yeye hakusimamisha yake. Nina uwezo wa kusimamisha kifo yako, lakini nishindwe kusimamisha yako. Nina uwezo kupigana na madhabahu ya kwenu, lakini bado mimi madhabahu inanifuata. So nitahitaji mtu na mimi wa kunisaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio unaonaka every Wednesday utanikuta kwa Harrison Ng'ang'a nikipigwa touch. Na anguka. Sasa kuna Asha mwingine aliona nimeanguka, akaniuza kayona ogegoa. Nikamwambia ile mapepo inanifuata ni mingi sana hata kuliko miaka yangu. Maana nilikuwa na maneno, nilikuwa na mungike, nilikuwa babu yangu alikuwa ndani yangu, watu wengine walikuwa ndani yangu, mambo mingi, wanawake hao wote nimezaa na wao, bado hiyo mapepo, hiyo maroho inanifuata. So I need another power to help me. As I help you, I need another power. Hata mimi nasaidiwa. Sasa Musa alisema Ruben na aishi, na aliishi. Lakini yeye hakwenda kwa kirani yao kujua walilaaniwa wataishi kwa hasira. Sasa hiyo hasira wakati ilitokelezea, na hasira hii haikujagi wakati mwingine, inakujaga when you are nearing to your success. When you are about to get there, inaruka. Na sasa hiyo utaharibu kila kitu. Sasa hiyo unakasimu kwa sababu ya hasira, unapiga fini mtikoshoka kudakalia, inavunjika. Ikivunjika ndio nakumbuka ulikuwa na appointment na ulikuwa upige simu saa 9. Sasa simu imekufa, wale wanakupigia haupatikani.
wewe huwezi kupiga kwa sababu kufa na ile namba iko ndani, hauwezi kuitoa. Sasa inabaki namna gani? Unabaki hivyo, unaenda nunua katuruturu hakawezi hakabebi. Hii simu ilikuwa imebeba namba nyingi, zilikuwa kwa screen na zingine zilikuwa kwa Google. Sasa ukiweka katuruturu kanachukua Google kweli? Hakuna. Sasa baadaye simu, ukitengeneza simu ndio unakuta, ukinunua simu nyingine unakuta namba zote miss call. Na unasikia ni kule ulikuwa na appointment, ulikuwa umetoa pesa milioni 10 za kuanza kazi. Sasa unakuta wamekupigia simu kama 20. Sasa tunasema Mungu wako kumefanyika nini kilio? Unaanza sasa kukumbuka vile ulifuja simu yako, venye ulifanya, venye ulijiharibia. Unasikia mtu ukimpigia simu, nieto weterere kumayo ushinde nyaradita nethire na riu ndathie ndikiwaje ni kia ndege ngigira no uhote kurugamia ndege acha ndege ndirugamagia ningoka next year besa nyuma nacio ningoka ke next year unakuwa postponed basi kwa sababu ya nini basi. Lakini sasa Musa alikosa. Musa missed the whole thing because when he came with all the anger, akakuta watu wameanza kufanya vituko, akachukua ile tablet ilikuwa imeandikwa the commandment, akaivunja chini. Wakati aliivunja, naye Mungu akakuja. Imagine, alikasirika sio kwa sababu ya kitu yake, alikasirika na kitu si yake, ni ya Mungu. Who had given the commandment? It is God, not his. Him was just a messenger. Him just was to liberate people, to speak to the word of God, because the same God angeenda tu kwake amwambie ado ni mahitirie watu hawa wameleta shida, venye alifanya wakati wa Kora na Dathani. Maana wakati wa Kora na Dathani watu elders 206 elders walikuwa wamekusanyika, wametengenezeka na wameanza kuleta maandamano jezi ya huko siku hiyo. Mungu wakati alisema atamaliza huyu jamaa, hawa jamaa, Musa mwenyewe alienda akatata, akaambia Mungu usimalize. Mungu akamwambia lazima nigoge. Basi akamwambia wachana na hao wengine kwa sababu walidanganywa. Goga tu viongozi, chukua tu viongozi. Mungu aligoka viongozi. Na ndio nawaambiaga nyinyi viongozi, hata kama hapa, kama hii kanisa itakuwa na judgment, ni nyinyi mtagogwa ya kwanza. So you be very careful. Be very careful. Be very careful. Kwa sababu kuna mambo mingi mnafanya hapa, na hiyo mambo siku moja itawagoga. Kuna watu wameingia hapa wameiba speaker. Kuna watu wameingia hapa wameiba baka cable. Mliona karibu kesha ikose kwa sababu ya hatukuwa na cable. Na cable nilinunua ile kubwa ya mita 300. Na mimi najua ni nani. Na anakuja tunacheka tu na mimi namjua. Sitakutaja, lakini nimekupatia 30 days. Hii kitu yako yana huko nyuma itachomoka hivi. Nimekupatia 30 days. Utaona, utakuwa very good. For example, hautasimamisha kazi ya Mungu tena na hiyo ujuaji yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Because we cannot entertain this nonsense. Bwana Yesu, sitaki kukasirika na mimi nika spirit mnanirushia nikasirike ndio niache kazi. Sitawacha. Mwenye alikutuma mwambie umeanguka, wewe ndio utaumia. Mrudi huko, hizo vitu mrudishe, kwa sababu mimi najua kule mlipatiana. Ziko kwa duka fulani na lizichukuliwa pale kwa ile corridor. Unaona ile corridor? Hapo kwa hiyo stairs za kupanda hapo, hizo vitu zilikuwa zimewekwa hapo chini. Alafu zikakuja zikatolewa, zikapatiwa watu wawili wakaenda nazo. Mnafikiria kama Mungu ananileteka ka TV kwa kujiangalia. Sasa mimi nakaa hivi na akaniambia usiongee, unyamaze, nikuonyeshe venye nitawafanya. Halo. So Musa akashikwa na hasira kwa sababu ya ile mentality alibeba kutoka Egypt. Ilimkosesha kwenda wapi? Lakini kuna watu wawili walifaulu. Only 2 people they succeeded. And why did these people succeed? Wali succeed kwa nini? Hawa watu wawili. Ushajiuliza ni kwa nini Caleb na mtu anaitwa Joshua ndio peke yake kutoka Egypt walifaulu kwenda Canaan? Only 2 people. Wengine wote ambao walienda Canaan ni wazaliwa wa jangwani. God had to do something baka awashughulikie ile jangwa. Angalia kama uko kwa jangwa, na kama uko kwa jangwa, omba Mungu sana, maana labda unaenda kukufa. If you are in the wilderness, it's most likely you are going to die. Most likely. Ask God, why did you decide to put me into this wilderness? Na ni kama ni kitu unaweza kufanya, kama ni covenant umefuja, unaweza kuitengeneza haraka sana na ikue.
Maana ile kitu ilifanya wana wa Israeli waingizwe ndani ya wilderness ni kitu moja tu, walivuja covenant. Ya nini? Ya kutahiri. Maana walijua ni siku 8 kutoka Egypt kwenda Canaan, it was only 80 days. So wakaabiana, wacha to circumcise. They said, let us not circumcise for these 80 days. Tukivuka kule si tutaenda kutahirisha. But what was the meaning of circumcision in the kwa Israel? The meaning of circumcision, it was a covenant. Abraham aliambiwa tahiri na utahirisha mtoto yako. They made a covenant with God. It was Abrahamic covenant that God made with Abraham in regard to mankind. Na wakati walitengeneza hiyo covenant, ilikuwa a sealable covenant and it was a blood covenant. Damu ilipomwagika, that is why we circumcise. Damu inapomwagika, there is a covenant, the earthly covenant and the Abrahamic covenant blessings ambazo zinashikana, ndio zinakushikanisha na the blessing of the earth. That is for a man. Sisemi wa mama mtahiri, ndio natumia maji ya kodra sasa tutahiri. Hapana, mimi siongea mambo ya mama, ninaongea mambo ya Abraham. Abraham alikuwa mama. Nana ni ile jicho nimeona mmemerusha mpaka nikajua hapa, wacha nijitetee. So the circumcision, they suspended Moses and the elders, they suspended circumcision for 80 days. When you have a car that has an insurance and you go to the company insurance, unaambia company suspend this insurance, alafu ifanye accident, watakulipa? Hawawezi. Here, that is the greatest mistake that they did, to suspend the covenant that they had with God, the covenant of circumcision. Wakaisimamisha. Walipoisimamisha, wakarudi into the previous covenants za Egyptian. Wakarudi kwenye madhabahu ya wa Egypt, the Misri, the Egyptian covenants, Egyptian agreements, Egyptian spirits, ndizo walirudi. Maana hawa watu miaka yao yote, sema miaka yao yote, 400 years. Kumbuka, it is only about 70 families ambao walikuwa Israel. Israel is a nation ambayo ilitengenezwa in a foreign country. Bwana Yesu asifiwe sana. Israel is the only nation that was created in a foreign country. It was created in Egypt. So they never had an identity. Hawakuwa na identity yao as a nation. Like Kenya, we have identity yetu. They never had an identity. The only identity they had is the covenant. So that is what they were depending on. And the historical teachings ambazo waliambiwa, kwetu tulikuwa, kwetu baba yetu Abrahamu, baba yetu Jakobo, baba yetu Esau, baba yetu, hiyo ndio ile story walikuwa nayo. But all that they had, it is all founded in a foreign nation. So there is no literature. Ile language walijua ya kwanza ni ya huko Egypt. Ile mafundisho walifundishwa ni ya huko Egypt. Yule Mungu walifundishwa kumuhusu ni wa huko Egypt. Anything that they were taught, anything they saw is Egypt. So when you removed them, when waliambiwa sasa ondokeni tuende, they never had other information. They never had any literature. They never had anything to compare with. So these people were the most difficult people to know God, because all the time what they knew gods. They knew the Osiris, they knew the god, the Baal, they knew the pyramid. All what they knew could talk for 400 years. The only gods they knew, the Egyptian gods. The other, they were told, we used to have a god. Our Jacob had a god. Abraham, our father, had a god. And it's only 70 families that he moved kutoka kule wakakuja Egypt. Katika Egypt ndio wamezaana. Kisha wakati wa kuondoka wakaambiwa sasa, break the covenants of the Egyptian so that you can be able to move. As they started moving, because they didn't have anything to relate with. And that is very, very, hiyo ndio imetumaliza kama Wakristo, because we have been brainwashed to fail to understand and to know what God wants. And we have instead become Christian followers of Christian. A Christian follower who does not understand where Christianity coming from. Bwana Yesu asifiwe sana.
Because for you to succeed in whatever you are doing, you must have the history of your family. Wewe ndio kuvunja madhabahu ya kwenu, you must be able to understand madhabahu ya kwenu inasema namna gani. Baba yako alikuwa nani? Wazazi wako walikuwa wanani? Uganga wa kwenu ulikuwa uganga namna gani? Uragori wa kwenu ilikuwa uragori ya namna gani? Mambo ya kwenu ni gani? Who was the God of your family? The day you are able to understand who was the God of your family, you will be able to remove the Egyptian mentality in you, and then you'll be able to proceed forward. So before you start any journey, you must understand the Egyptian mentality, the Egyptian background ambayo wewe umekulia ndani yake. Because there is nothing else you know. Sasa ndio naonanga nikiwatajia, nikiweza kuwafundisha venye Wakikuyu walikuwa, wengine wananidikieka kwa mtandao. Sasa angalia, uliwacha kuhubiri Yesu Kristo, unahubiri mambo ya gomi. Na mimi nakwambia, before you get to where you want to go, before whatever you have embraced ifanyike kwako, you must understand ni madhabahu gani inakuwaka kwenu. Sasa nikisema madhabahu wanasema ninasema mambo ya gomi. Yes, ninasema mambo ya gomi because guka yako ndiye alikufuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Jacobo ndiye alizuia nani? Jacobo ndiye alizuia Moses aende Canaan. It is Jacob. Maana ya ile laana ya nani? Ya Levi na Simon, ya hasira. Kama angekuwa mzee mzuri angebariki watoto wote, lakini aliwa differentiate huyu na huyu na huyu. Kisha akamwambia nani? Akamwambia mtu anaitwa Yuda, akamwambia wewe katika utumbo wako vizazi vya kiufalme vitatoka. Lakini muangalie, na yeye kuna kitu hakuondolewa. Baba yake kwa sababu alikuwa msharati. Jacobo si alikuwa msharati? Baba yake alikuwa mtu wa mabibi wengi. Amechukua sisters wawili na tumeidi wote amechukua kwa nyumba. Na Mungu ameidi nejo. Lakini ile Abraham alichukua house girl. Na sisi wazee tukichukua house girl, mtatupeleka kwa chifu. Bwana asifiwe sana. Baba yule Abraham alichukua house girl. Jacobo na yeye amechukua sisa na tu house girl na wengine hapo wote 12. Na Mungu akakuja akasema nimepeleka 12, the 12 tribes of Israel. Na huko ndio sasa sisi wa Kikuyu tumetoka kwa hiyo mudhilimo ya Jacobo kwa nyumba ya mtu anaitwa Asha, Asher. Asha, wewe usome vizuri. Wakati wa Asha walipigwa vita vya huko, vilikuwa vita mingi sana kama wa Masai na wa Kikuyu. Walipopiga walienda pande ya North Assyria, si Syria, North Assyria. Walipoenda North Assyria, mahali walienda kukaa, walikaa kwenye mti hii inaitwa fig tree, mogumo. Wakakaa huko. Kisha kabusi kakatokelezea. Wakaambiwa chinja hii busi kwa sababu ya kuinua madhabahu. Ndio nanga Wakikuyu wakifanya nini? Wakichinja busi. Hawajakosea. Ni venye sasa ule alituletea kisugu mingi na Biblia kisugu mingi. Huyu Muingereza hakutuambia, alikuja akatubadilishia, lakini hatukuelezeka ndio tuelewe hao Yesu anaingilia wapi na Ukikuyu wako inafikia wapi, mipaka ya hapa na hapa inafika wapi. Maana wakati Queen juzi alikuwa nazikwa, mlimuona kamwendeni mwangalie picha, wale wa kuangalia walichukua kodoo ya white na akaenda akachijwa kapenye Wakikuyu wanachijaga. Sasa nikauliza, na hawa ni Wakristo na hawa ndio walituletea Ukristo, mbona wakachija penye Wakikuyu wanachija? Wakikuyu wanachijaga wakasema ndiko kwa miake gomisho sitigakete stigo kila ligi silivyo niko kwerago na tole Queen ni athejire mathejire Queen ri nikimakiragia. Sasa unashindwa, mzungu mwenye alikuletea Biblia alichija pusi na wanachijaga huko wanafanya hiyo magogoni. So you need to understand, ndio to understand ni wapi tulikosea, ni wapi hatufai, ni nini tunafaa kulete, ni nini hatufai kulete, ni nini tunafaa kubalance, ndio tuweze kubalance. Na tuelewe kama babu yako alikuwa akichinja mwaka Disemba, alikuwa anachijaga wakitoa sacrifice fulani Disemba ama mwezi wa 8 ama mwezi wa 4 ama mwezi wa 6, kuna kitu kilikuwa kinafanyikaga in the family. You need to understand it. Because kama kuna damu ilikuwa inamwagika hapa na imemwagika hapa, iwe ya mtu, iwe ya busi ama ya kuku, hiyo damu inakaaga ikisugumusa. Sasa umekuja hapa umesomwa kamustari kamoja ndani ya buku ya Hebrews ati Yesu alitukufia na kwa hivyo maneno yote aliosha kwa damu yake. Hiyo ni ujinga. Sasa simutoa hiyo Biblia yote mukata hiyo yote mbakisha yako karaini. Tusomage hapo. Mbona tukue na Genesis? Mbona tukue na Exodus?
The Bible has 66 books. Why do we have to, lazima tusome karaini kamoja tu, tufuata karaini kamoja, tuachane na hizi vitabu vingine zote? Hello, is it making sense? It does not make sense. You need to understand, he died for us to unite mankind with God, because the first Adam, Jesus is the second Adam. The first Adam alitenganishwa na Mungu kwa sababu ya tabia zake. Then Jesus came to reunite man and God together, ndio kuwe na covenant moja, ndio the grace of God to walk with you. But because we don't want to understand, you find people, they don't want. Ukamwambia hii kitu imetoka kwa shosho yenu, na kusikiliza story yako, na kuambia shosho yenu alifanya hivi na alifanya, na unaniambia ne maneko ali modo mogo na leo ule ananianyendete hado hodi adia ajira gatuthie twathie akathia akanyekera kamodo gake akajira rio hili na ndokonia modo. Sasa nakuuliza, unajua alikuwa anafanya nini? Hapana, nie ndia menyire no ni maundu macio ye Jesu dake adanyato nini ucio ni urimu Jesu akunini mwana nake ko wangĩkorwo mehia no nginya ũconfess nĩgetha ũrekerwo rĩ. Maya mangĩ erutĩire nĩkĩ gũgũteithia. Tũreba atĩrĩrĩ, mehia no nginya umbũre nĩgetha ũrekerwo. No rĩu haha hangĩ Jesu nĩ erutĩire na akĩmenya akĩingĩra thitoo akĩgarũrania mathĩna mothe. No mehia no nginya ĩke atĩa? God can never come into your life until you invite him. The devil cannot come into your life until you invite them. So you must be able to confess. You must be able to connect yourself with the devil or with God. For them either to come into your life, they are invited. The same thing, kutoa hizo mavitu, lazima you confess them to remove them from you. Now, wewe umesema Yesu amekukufia. Mulikaa na yeye chini, ukamwelezea matatizo ndio akuondolee. Muthomaga Biblia inamete niki? Kama dhambi tuna confess, hata hii lazima uconfess. Lazima umujulisha Yesu, umwambie gukaitore ari modo mugo, gukaitware na mbogo, gukaitwekaga. Riu ri Yesu ukwenda atia? Akwira ni ndakwehereria maundu macio. You must speak it. You must say it. You must tell him. Now you cannot tell whatever you don't know. Sasa kama guka yako alikuwa anakupenda, mnaenda na yeye, anakupatia kabagi kama hapa, anakuambia enda ufiche na usionyeshe mtu, ujue what he was doing, he was recruiting you. Bwana Yesu asifiwe sana. Nego gotigera agotigagira miani. Ni recruitment. Tondu ni agocagurire roho uria we thiini wake ni wakuonire na agigocagura tondu o mundu agioka anakuaga ametengenezwa. Kuchomoka tu hivi unakuja na kazi yako. So katika ile kazi Mungu ile kazi ambayo umepatiwa, ile spirit inalocate wewe. Kwa hivyo utakuta guka yako anakupenda for nothing. Anachukia huyu lakini wewe anakupenda. Ukijaribu kukuja anakuambia nadukerengani hai. Nika nyenya nikanyakanga nyakamusho ni nyakanga. Da kiragia kenua. Ugagishia ni guka kwendete. Tiko kwenda daredo amenye tiriri he kindu aragotigira. Anakuhambia over. Sasa wanafe ni anyedete ona agioka gukuhari akiuga ajetwo okari akenyita guoko akegeithia ndakeithia ringiona kira no kona yari wega nigukorwo ati wako ni mwana neirie na ni wa otire hekiri arekereirie wana diagosho. Kuna kitu aliachilia. Na hiyo kitu ndio inakukura mpaka sasa. Alafu nasema Yesu alikuja akakusaidia. Alikusaidia namna gani? Na hujaokea. For you to be able to finish the Egyptian mentality, you must understand the history. Lazima uunderstand. Tuelewe tuliendaje Egypt. Tulienda Egypt kwa sababu mtu anaitwa nani? Ni Isaka ni nani? Ni babake Joseph. Na Kristo. Babake Joseph. Babake Joseph. Kai, hata hiyo ni kitu ya kufikiria jamani. Katekudo kuraigwa tena. Kama moja te thukuru iri. Nikanitha muthia gwikate kanitha icio muratulite muthiete. We. Kanitha icio thiete nyingi uguo rathie niki urekaga. Niki. Akondo ngemenya ati Jacob no ire wao. So you need to understand the root cause of the problem. Then you go backward to the Jacob. From Jacob you go to who? To Isaac. From Isaac you go to who? To Abraham.
Ndio understand what is the agreement between God and Abraham. What did God tell Abraham at some point? Because Abraham alitoka kwa baba mwenye alikuwa na mizimu, alikuwa mchawi, alikuwa muganga, he was an idol worshipper. Akamwambia, because of the origin, because of your foundation, kutokana na misingi ya kwenu, kizazi chako kitaingia kwenye utumwa wa miaka 400. Remember when God was telling Abraham, Abraham was struggling to get a baby. Hallelujah. When God told him about your generation, siku moja itakuingia kwenye utumwa wa miaka 400, Abraham was struggling to get a baby. So he never comprehended to understand whatever God was telling him. Hakuelewa ni nini. Kuna watu unapitia kwenye laana za watoto wakati ulikuwa una struggle kupata mtoto. So there is nothing you could have said no, because hata mtoto mwenyewe hauna. So God told him, miaka 400, kuna kizazi chako kitaingia kwenye miaka 400. Kwa nini? Because of the foundation of your father. Na Abraham kwa sababu hakuwa na mtoto, hakukana, hakuambia Mungu kama Kaini. Kaini aliambia Mungu, hiyo mashtaka imekuwa mingi. Hapana, gutingihoteka. Nidarega, muligocho ni wanene hamuno. Mungu kwa sababu ya hiyo kukataa, Mungu alitoa hiyo. Na ndio unapata Kaini alitengeneza city mzima inaitwa the city of Eni. Hamchui mtu hamashana. Hata sawa na laana zote alilaaniwa na kuua brother yake, bado he was able to build a city. So the successes bado zilimfuata. Why? Because he was able to kuambia Mungu, hapana, the judgment is too harsh for me. Some of us are going through judgments. Some of us are going through challenges. Some of us are going through difficulties because we were told something that we were not able to denounce. Ninaambia kama sasa sisi wanaume wengine nyinyi hapa tumewaambia maneno mazuri matamu wakati tumejisahau. Unajua wakati mwanaume amejisahau, anakuambia baby I will never leave you. Baby sema wewe ni wangu. Baby wewe utakuwa wangu milele. Hiyo tu maneno mnaonaka tudogo. They will come to speak to you one day. Ngira kedole na mimi. Kwa imagine ke. Ti unaona hiyo baby. Hako kasiana ulikuwa unapenda sana. Hako kasiana ulibreak virginity yake. Hako kasiana kamvura kasiana kalikubreak samani. They have a lot of implication that will cost you some time. Kama Abraham angeelewa, if he had anybody to explain to him what God has said, he required you to go and cancel. Maana wakati aliambiwa kizazi chako kitaenda kwenye utumwa wa miaka 400 na hakuwa na kizazi, angeambia Mungu, nimekataa, kizazi changu hakitaenda kwenye utumwa wa miaka 400. Lakini kwa sababu alinyamaza, akakubaliana. Unaponyamaza, maneno ambayo nitaachilia kwako imekubaliana. Kumekuwa na agreement. Wakati Reuben alilaaniwa na baba yake, angesimama ambie baba yake, no, my father, nilifanya hivyo, lakini nimekataa. Hiyo vitu yote umesema, mimi nimekataa. It could have been cancelled. Much many years later, kizazi cha Jakobo. Kumbuka sasa, Abraham amezaa Isaac amezaa Jakobo amezaa Joseph. Katika kizazi hicho, Joseph amekuwa mtu mkubwa. How did it start? It started with his father again, Jacob. Joseph akapata dream, akaenda kaambia baba yake, nimeona nyota zinainama, zingine zinanama, zinakuja, zinanamenia. Yeye akaona miti inafanya hivi. Baba yake akamuuliza swali gani? Baba yake alimuuliza aje? Kayole towadha. Hiyo ndio swali. Sikusema hakumwambia utatawala. Aliuliza in a statement that was alarming. Kayole towadha mudo. That is the beginning of your failure. Your father can finish you. That man was finished by his father. Hapo. Kayole towadha mudo. Akaigiza ile laana. Mzazi akamwachilia laana. Lakini sio ya kwa ubaya, lakini iliingia. Kwa hivyo kuna maneno madogo hapa naweza kukuzungumzia. Wewe unafikiria hiyo maneno, lakini nimekumaliza. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio unaonanga tunaogopaga ma spiritual father. Na ndio unaonanga usipende sana mtu ambaye ni spiritual father wako ama physical father wako.
muinteract sana na yeye. Katika hiyo interaction kuna kitu anaweza kukuachilia, inaweza kumaliza wewe kabisa. Avoid those people, avoid kabisa. Hata kama itawezekana, keep distance. Wacha kupenda hiyo mahasira, mubishane, murudishiane na yeye. Akikwambia wacha kitu, immediately wachana nayo. Na kama unaona hauwezi kuacha, muondokee polepole, uende kwa amani. Usiende na mahasira, uende kwa amani, maana atakumaliza. Nyewe Joseph, laana ya Joseph kutoka kwa baba yake ilitoka kwa hiyo jina tu, hiyo kitu kayole tu, equipped. Na hapo ndio progression ya shida za Joseph zikaanza. Kutoka hapo ndugu zake wakaanza kusikia wivu, maana baba amefungua mlango ya kuuliza swali inayoambatanishwa na wivu. Kayole tu manita, that the father opened the gate, the floodgate ya wivu. Kutoka hapo watoto brothers zake wakashikwa na wivu na wakapanga kumuua. But because this man alikuwa kwenye process ya Mungu, when you are in the process ya Mungu, despite the difficulties, there is a way God will evade you. There is a way God will atakutoa kwenye shida yaki, lakini utapitia ile maneno ya baba ni iko na nguvu, na maneno ya Mungu, the system ya Mungu, the plan of God is also iko na nguvu, lakini maneno ya baba yako iko pia na nguvu, itapelekana na system ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio nakuta unaona ni kama kuna kasheneni pale, kuna kamulango kanafunguka pale, lakini kuna nguvu fulani inakufutaka, inakuondoa. Lakini kuenda tu utaenda with a lot of struggle. Why? Kuna maneno ya mzazi na kuna maneno ya Mungu, na zote zitapelekana hivi until you are able to denounce one, until you are able to denounce ama kukata the umbilical cord ya baba yako, ndio yeye aondoke from your sin, so you build your own line with God. Kama Josefu angejua ama Jakobo asingesema hivyo, Josefu angeuzwa. Lakini wakati baba yake alitoa matamshi hayo, alitoa matamshi ikafungua mlango mwingine ambao Mungu alitaka kuutumia. Joseph akauzwa na brother zake. Walikuwa kwanza wanataka kumuua, lakini his younger brother akakuja akasema, badala tumuue, situmuuze. Wakati alitamuka situmuuze, nao wanunuaji, watu wa kununua mtu wakakuwa wako area. It was very coincidental that the moment alifungua mdomo wake, kumbuka baba ndiye alifungua mdomo wa huyu jamaa kuchukiwa ama kuanza kuonewa, lakini brother yake mdogo akafungua mdomo kusema situmuuze. Immediately alipofungua mdomo situmuuze, nini ilifanyika? Watu wa kununua nao wakakuwa wanapita. Nao wakati waliuliza wale, mnaweza kununua? Nao kube mfuko yao kulikuwa na pesa ya kununua. So these things utakuta zinapelekana in systematic way that there is no way utaevade, because the process imeanza. The system za kutawala maisha yako, the system za kukuguide, za kukupeleka the way, the system za kuvunja mpango yako ama kuharibu mipango iliyo ndani yako, zikianza kazi zinaendaga systematically. Ndio nakutaka mtu ulianza biashara, ulikuwa na biashara mzuri na kazi mzuri, lakini venye itaanza kuanguka, unaona inaanguka, unaona kile kitu kinaenda kirobot kinaendaga hivi, utaona zinaenda hivi pole pole, yani unaona hii na fiti hii inaingia kwa hii inaingia kwa hii, baka wakati wa kufilisika, baka unaweza kuna rate pole pole, unaandika kanovo venye ulienda ulago ile harasha kama, because the system was ignited. Na hiyo system ndio nitaka Egyptian system, Egyptian mentality ya kule ulitoka inakufuata, na inakufuata ikuzuie usifaulu. Wakati Joseph alienda akauzwa, kuuzwa na hao walionunua hawakuwa watu wa kununua watu, walikuwa ni watu wa kununua mifugo, lakini wakapata pesa ya kununua huyu mtu, kubeba huyu mtu, kufika kule walifika kwao wakapata already there is a ready buyer. Hata mifugo yao haikununuliwa haraka, walikuta kuna a ready buyer mwenye yako tayari kununua mtu. Kwenda huko ni nani? Ni Potiphar. System ile ya kwanza ya baba yake, ya ndugu zake, ya hawa kununua, imempeleka kwa mkuu wa polisi, maana Potiphar alikuwa IG. Why? Because he is the next transporter of this man to the next destiny. So these things are programmed, arranged, organized to make sure
every system inakutoa kwa level hii inakupeleka to the next level. Ukiona failures zako za kazi, biashara ulianza, unaweza kuiaccount for. Ulianza kuangukia wapi, ukaenda wapi, ni biashara gani ulifanya ya kwanza, ulidanganywa wapi, uta account. It is systematic. Mpaka mahali uliangukia itakupeleka. Because it is a program. Na hii program haitokanagi na wewe, ni program ilitokana na watu wengine. It's a program that was there, existed, but it awaited for that particular time, for that gracious time, so that it can strike. Utaishi mzuri mpaka 40 years, at 40 ndio program inaanzaga. Utaishi mzuri at 50, kumbe program yako ni ya 50 years. Utaishi mzuri mpaka 60, tajiri mkubwa, mtu ambaye ni tycoon, kila mtu anamuona na muogopa, lakini wacha ifike 60 years ndio utaona sasa unateremka hivi. Unateremka mpaka chini. Wakati walimuuza kwa Potiphar, naye the next transporter hakuwa Potiphar, alikuwa bibi ya Potiphar. Bibi ya Potiphar akaona tall, dark and handsome. Akasema geke nake, huyo dagedi wewe. Najua jamaa alikuwa nice, alikuwa mzuri. Mama akatamania kulala na huyu mzee, na huyu kijana because the spirit in him is still protecting the godly side, part of God inamprotect. Akasema mimi mami siwezi. Wakati mama aliona hiyo aibu, alishika kwa akafanya nini? Akalaliwa na akajiangusha kwa kitanda. Akaambia mzee, huyu mtu yako alilete, angalia venye amefanya. Baba na hasira, kwa sababu huyu jamaa ni protected, because ako na kazi anafaa kufanya. Ako na nini? Na kazi anafaa kufanya. Baba hakufikiria kumuua. Kumbuka kule wadugu zake walifikiria kumuua, lakini mama alitaka huyu jamaa auliwe. Lakini baba Potiphar haku buy the idea ya kuua, lakini mama alikuwa na idea ya kuua. Kumbuka kule alipouzwa na baba na ndugu zake, kuna madugu walitaka kumuua, lakini kuna ndugu mmoja alikataa. That is how the systems za Mungu zinaoperate. There is a system that wants to kill you, and there is a system that wants to lift you up. If you listen to the system that want to lift you up, you'll be lifted. If you listen to the system that want to kill you, you'll be killed. Bwana Yesu asifiwe sana. Akatoka hapo, wakati mzee alikuja, alimrusha jela. Na aliporushwa jela akakaa huko. Na alienda huko, alikuwa anarushwa huko, aende akufie huko, maana he was a foreigner. Nobody was there. But while inside the prison, akaanza kuota ndoto. Na alipoanza kuota ndoto, akaanza pia kutafsiri ndoto za wengine. Kwa hivyo, wakati before aingia prison, people were not dreaming. Before he got to that prison, people were not dreaming. But the day he was arrested, the day he got kwa Potiphar, watu dreams zikaingia ndani ya prison because of the preparation of him coming. Remember, as he went to prison, alikutana na watu wakunasubuliwa na ndoto. Kumbuka wakati alikuwa nauzwa, kuna watu walitokelezea wakununua. There is a system that will help you. There is a system that will want to kill you, but also there is a system that will help you. So it is for you to understand ni system gani. What stage are you? Alipofika tu jela, hakuwa na watu. When you're in prison, usipokuwa na mtu wa kukusaidia prison, huko chakula ni gumu, huko kuoga ni kugumu, huko kila kitu yote ni gumu. Na sana sana kwa sababu ya njaa, maana utapatwa na njaa, utaibidika upatiane na huko nyuma ndio upate chakula. Huko prison. Hii ninapatia kwa watu chakula. Sasa ulienda huko kwa mzuri, unabomolewa. Bwana Yesu unapewa paka mafuta ya vaseline. Huko siwahi pelekea mtu vaseline. Prison ni kubalishagi upeleke vaseline huko, because ni tool. But it's a tool of work. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello, mnanisikiliza? Akiwa ndani ya prison, alipokajagisha mlango, watu wakaanza kuota ndoto. God will create a system that will enable you to have the comfort of life as you battle to come out of the situation you are. Akiwa prison ndio alikutana na watu ambao walikuwa na ndoto. Akatafsiria mmoja, ukakaa kidogo akatafsiria mwingine, ukakaa kidogo akatafsiria mwingine. Wakati tu aliingia prison na akaanza kutafsiri, Mungu akatengeneza mtu mwingine ije kabuni
ya huyu sasa akatengeneza kabuni. Hiyo kabuni ni ya kufagia na kutogota na kulima. Hiyo kabuni Mungu akaitafutia kazi State House. Are you getting me? As he got into prison, kabuni ikatengenezwa na mtu huyu ambayo ni ya kufagia, na hiyo kabuni ikapata tenda State House. Now akiwa huyu anko yake mmoja naye akashikwa na Mogororio, akapelekwa kwa prison, na kufika kwa prison akakuwa na ndoto. Huyu jamaa Joseph akainterpret ndoto. Immediately after ndoto ilikuwa interpreted, jamaa akafunguliwa. Hello, mwambie mwenzako tuko kwa safari. Tuko kwenye safari. We are getting there. Don't worry of the challenges that you are facing. God is taking you where? Anakupeleka pale. Kampuni ikaandikishwa, na ilipoandikishwa ikapatikana imepata kazi State House. So Josefu akiendelea kutafsiri, naye aliyetafsiria mmoja akaachiliwa, akatoka prison kwenda nje. Kazi alipata wapi? Kwa hiyo company ambayo ilienda State House. Nikuwa nilewera osho watafsireo nikuwa on nilewera. They immediately alipotoka na akaajiriwa kazi, naye mudhamaki akaanza kuota. You see, as he was being employed to get into this company, ndio hii company iende kafanya kazi State House. Now State House Ruto akaanza kuota ndoto, na wakatafuta mtu wote wa kutafsiri zile ndoto, akakosekana. Akiwa katika hali ya kukata nyasi, maana naona akikata nyasi huyu jamaa akifagia, akasikia rumors huko ndani ate mudhamaki ena kiroto kimugiete muno. Kisha akaambia supervisor yake, akamwambia na kule tulikuwa huko nilikuwa kuna kama mtu najua kanaweza kutafsiri ndoto. Huyo supervisor akaenda kwa mkubwa huyo mwingine, akamwambia kuna mtu anasema pale kuna mtu anajua kutafsiri ndoto. Favor ikaanza kuingia. That's that one ya huyu mtu wa kufagia, na mudhamaki hasikilizagi, lakini favor ikaingia mara moja ya hiyo neno likapata njia mpaka kwa mudhamaki. Mudhamaki akauliza ni nani huyo mnasema anajua? Niitie. Mtu wa kutogota akaitwa mpaka kwa mudhamaki. Kufika huko akaambiwa ati unasema nini? Ati kuna nani? Kuna mtu wa kutogota wa hiyo dream, na alitafsiri, na mimi nilisikia kitafsiri na ilikuwa ni ukweli. Akamuuliza ako wapi? Akaambiwa kwa Kamete. State House controller akaambiwa mara moja, pigia commissioner wa prison umwambie kama kuna mtu kama huyo. Akasema kuna, yes kuna kama mtu. Immediately gari zikakuwa dispatched from State House ziende mpaka Kamete kuenda kuchukua nani? Mfungwa. Lakini before apelekwa kwa mudhamaki, wakajua yule jamaa hana nguo za raia, anavaaga kogoro, zinaitagwa kogoro, wale wajui ako na kogoro. Wakapita, na unajua wale watu wakuna kaka State House hawajui River Road na hawajui Tomboya na hawajui Moi Avenue, duka za Moi Avenue. Wanajua zile za Koinage kule, na wanajua kule zile za Turatoria huko, zile kwenda usanga zile za Henry suti inatokanga 150. That is what they know. Hizo ndio suti zile wanafahaga. Adawa ya moja inatokaga shilingi 30,000. Socks inatokaga 10k. Hello. Kiatu kinatokaga 100,000. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ni watu wa huko majuu, ni watu wa State House. Hawakupiga simu watu wa River Road kwa sababu hata wajui River Road ni wapi. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Now you can imagine mfungwa, what is awaiting mfungwa in prison. Wali drive mpaka Sir Henry. Wakapiga simu apimwe kiuno chake ni size gani, shati yake ni size gani, kiatu yake ni size gani, na mkuu wa prison akaauthoriziwa huyo jamaa tukikuja hapo tukute kama mioga. Hello. If you follow, maana Joseph instincts zake zilimwambia do not allow the devil to speak to you. Do not compromise your integrity. Do not compromise. Usikubali. Wakati wote aliruka. Wakati kwa mama Potifa aliruka, akiwa jela akaruka mitego ya kishetani, mitego ya kumzuia faulu. Kufika kule Mercedes 3 kutoka State House, presidential escort. Kumbuka kupelekwa prison, hata waliona ke Mariam. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipelekwa na Mariam kama wamefunganishwa na mtu mwingine. Lakini wakati alitoka prison, alibebwa back left. Bwana Yesu asifiwe sana. Alibebwa back left na Mercedes ya State House. Mbio mpaka kwa mudhamaki. Kufika huko kwa sababu mudhamaki alikuwa so trembled,
alikuwa so much trembled, alikuwa nasumbuka akili sana, maana alikuwa ameita mpaka waganga, warogi, agragori wote walikuwa ameitwa kwenda kujaribu kutafsiri. Ilikuwa inamsumbua sana. You see now, God has created a dream to make sure Muthamaki hapati amani because of his seed, mbegu yake. He was all doing all this thing because ya mbegu yake. Na hiyo mbegu ni nani? Ni Josefu. Kwa sababu ya nini? Ya miaka 400. Halo. Kwa sababu ya nini? Miaka 400. Kufika State House hakukaa hata kidogo, he was ushered in. Mali Muthamaki anakunywa chai. Haraka haraka kakofi kakakuja, haraka haraka kanyama na tuminofu tukakuja. Jamaa mwenye alikuwa anazuia kukula madodo na dhuvu wake wabosho na rofogaro iganarekelea na hede hokeile, akakula chakula for the first time, akachakula chakula mzuri, delicious food made for the Muthamaki. They ate together. Then he was able to interpret. Akambia Muthamaki whatever hizo unasema, hebu nirudia dream. Akamwambia nimeona ng'ombe mnono na ng'ombe ingine. Immediately, because of the system ya Mungu and the system ya Mungu and the plan of God in this man, then what happened? The agenda of God got into Joseph immediately. He was able to be revealed to by God what it means. Hawa walikuwa naona ng'ombe, lakini Joseph hakuona ng'ombe, aliona seasons. Hallelujah. God will cause you to see things that people that don't see because of that target of God that he has in you. He fought to make sure this man is so perfect in winning and making sure everything becomes a reality. Wakati alitafsiri akamwambia ng'ombe 7 zimekonda. Sasa tuweke ng'ombe kando, ni 7. Hiyo namba 7, it means season. The number inasema season, na ng'ombe inasema mavuno. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamwambia utakuwa na miaka 7 ya mavuno mazuri na miaka 7 ya mavuno ambayo hayatakuwa mazuri. Kwa hivyo katika miaka 7 ya mavuno mazuri, ujitayarishe, uweke kwenye store mavuno yako mengi, kwa sababu mutahitaji kwenye miaka hii mingine 7, mutahitaji mavuno yale. Hello. Na immediately the king was spoken to by God, akakuwa relieved na akaona this is the true. Hii ndio hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akamwambia, kwa sababu wewe ndio Mungu ametumia kuinterpret this thing, you are going to become the what? The prime minister. Wewe ndio utaimplement the project. And then he started the implementation of the project. As he started the implementation of the project, kule kwao, kule alitoka, kule aliuswa, naye Mungu akaswitch off mvua, akaswitch on nini? Jua. Kule kukaanza kukauko. Ndio wale washikwe na njaa wasikie Egypt kuko na chakula, waende wakatafute. Kumbe ni baba yake alikuwa anafanya nini? Anavurutwa. You see the systems of God. The moment kule kumekuwa switched off, njaa ikaanza kuingia kule, wakakosa chakula, mpaka ikabidi ndugu zake wakatumwa, mwendeni Egypt mukatafute chakula kule. Walipofika wakaambiwa yule ambaye anashughulikia chakula ni mfalme, ako mahali fulani anaitwa Josefu. Walipoenda, kumbe walienda huko, kwenda huko hawakujua the brother, lakini the brother alifanikiwa. Mungu alimfungulia akawaambia, ndugu zako ndio hawa. Kumbuka kiugo kile kia Ngai kia miaka 100. Mwadhani ya washo. Alipofika tu akawaona na akawajua. Na akajua hawa ni ndugu zangu. Akawauliza mumetoka wapi? Wakawaambia kule wametoka. Wakamuuliza kwenu mko na baba? Baba yenu anaitwa nani? Anaitwa Jacob. Yuko hai? Yuko hai. Akajua fafemu. Na akasema uko na ndugu mwingine? Tuko na ndugu mwingine. Kanaitwa nani? Kanaitwa fulani. Akajua kale kalinio kwa kako hai. Kisha akawapatia na akawaambia nendeni mkuje na baba yenu hapa, ndio nijue kama mnaongea ukweli. Waliporudi walienda wakalete baba kufika hapo, kisha ndio aliamua kuambia ukweli. Na akamwambia I am your son, ni mimi wenu, ni yule amwetilie.
Now 400 years ushered in. Akaambia nenda mkuje na baba. Baba alipofika kule wakafanya agreement, wakasema na nyinyi kujeni mchukue the whole clan mkuje mkae hapa. Wakatafutiwa mahali kunaitwa Goshen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa miaka 400 ikaanza kazi. Na kutoka hapo until Musa amekuja 400 years again to get out. So what took you to prison belongs to you. Whatever that took you to the problem you are having, you are the own carrier. Your family, your blood, ndio iliwapeleka huko. It is Joseph who took the children of Israel to the slaveryness of 400 years. But who caused Joseph to go? The father, Jacob. Aliuliza, kayoletwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo maneno alitoa, it caused the ignition key ya maneno yalinenwa na Mungu kabla Abraham apate mtoto. Kwa hivyo kuna vitu vilinenwa kitambo lakini vitakusubiri. Vilinenwa kizazi cha kwanza kule mbele lakini zitakoja baka ile Mungu miaka alisema ikifika. That is when the key will be pressed. Na key ikikuwa pressed because there was nobody else to cancel hiyo maneno, inafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Uko sawa? Are you blessed? Sasa mkeni nimemaliza. Kana mko da kugwa hau hage. Inokai twalilie muno. Leteni pesa hapa. Nileteni sadaka. Sasa hiyo nimekuacha hapo ufikirie na utafakari. Where is the problem that you are facing? Where did it start from? Who caused the problem that you are facing? Mathina macio urathira ri maumire ku kihumo kia mathina macio mothe mwinamo nigetha uke uge ni marakwiriirwo ni uramamenya niki girakwiriirwo. Hello, ni nini ilikufiwa? Understand the traits of God, understand the systems of God, understand the systems of the devil. You will be able to trace back your problem. Shida ya wana wa Israeli, it was not a yesterday problem. It was over 500 years problem. And because they were not able, kaa chini tu kidogo, tengeneza pesa, weka pesa na weka pesa mingi leo. Na because sini mwapatia kitu kali sana leo. Mutiko jaralia. Nikoda juu ndiko huchia. Sini mwapatia kitu kali. I wish ningekuwa mwalimu. Si ningekuwa mwalimu mzuri sana. Ningeshinda Kenya mzima. But you need to understand this thing that happens. And that is the cause, because of the 400 years ya kuishi Egypt without changing atmosphere, without doing anything, walibadilika or they became slaves. Now when they were coming out of the slavery, wakati walitoka kwenye utumwa ule, wakati Musa ametumwa, kitu ya kwanza walishawishi Musa, wakamwambia wachana na sisi tukae Bwana. Wewe hata tuara. Ndugu dikuikeratia, tunaenda kufanya, tutafanya nini? Yani toke survive Bwana. Unafikiria tutasurvive namna gani? Those are the questions they were asking Moses. Toke hotate. And those are the many things that are happening to you. I'm telling you, unaenda wapi? Unaenda Qatar, kukaa huko. Unaniruhusa the other way Qatar. Na mimi nakwambia huko kuna mtu utakutana naye ni tajiri wa mafuta na atakuajiri, utakuwa manager. How now? Una imagine kashabakani ukamuranga, unasema fadhali uchune machani chai. Because the composition, the network, the forces that contains you in that position. For 400 years, 3 things happened to them. They were deprived their righthood. The rights for them to be Israelites ilingolewa kutoka kwao. They were no longer had any right to be an Israel, a people, a blessed people. Number 1. Number 2, they were indoctrinated into foreign gods. Their God was removed from them, and then they were given a god of Egyptians. And then number 3, physically they were demoralized, wakafanyika slaves. Physically
they were demoralized. And that's why the three things ambazo zinatumikanga kumaliza mtu. Nitakufanya ubecome, kukudemoralize, kukutumia vibaya mpaka ujichukie. These people wakati waliona walikuwa wanatolewa kule, they asked Moses, where are you taking us? Where are you taking us? Sisi hapa tumekaa comfortable. Naona tushinaga mahiga huko, tuliyaga marege huko. Urenda gututwara thini, ni uramenya kuu niko. Kuu urenda gututwara. Huko natupeleka, unajua ni wapi? Wewe unajua. Yani mzae walikuwa namuita mzae. Wewe mzae, unafikiri unatupeleka wapi? Lakini ndio Mungu akatumia Musa kufanya miujiza, because these people had not seen a God mwenye anajua kufanya miujiza. They had not seen until now. When the miracles started happening, they were convinced Moses is taking them somewhere. Again, the Pharaoh refused to release them until such a time God forcefully removed them. And in that process, hiyo agenda ya shetani tena ikakuja kwao, ikawaambia, now suspend the covenant, msisakamize, because the devil will always want to make you wamekushika kwa kamteko kao kamoja kale kataharibu the system of God in you. So the system of the children of Israel was they were to circumcise, because that was Abrahamic covenant, Abrahamic agreement with God. So they knew this is what that is keeping the system ya kwa shetani. Ilijua the only thing that keeps these people with their God ni kutairisha. So they worked a formula to make sure ni kuenda wanaenda lakini wakaambiwa msisakamize because it is unhealthy. Hello, watoto wenu watakufa kwa njia. Then they said, because it's a journey of 8 days, let us suspend. Tukienda huko tutarudia. Immediately they suspended the covenant of God with them. The devil took position na hakutoka tena. A journey of 8 days, it took them 40 years. And not only 40 years, it was a permanent jail term, because none of them, apart from Joshua and Caleb, was able to see Canaan. None of them. Wale waliona Canaan ni wazaliwa wa desert, ni wazaliwa wa wilderness, because God aliona hawa watu wanadama torakolia no magadhiwe kama huduma. So he decided to finish them and raise a new generation that does not have Egypt mind. And that could happen to you. Maybe you are completely stagnated, God waiting for your time to die so that he can raise your children to go to your destiny. Hello. And when the time came, walipofika Canaan, walipofika mahali pa kwanza walifika mahali panaitwa Gilgal. Walipokuwa kwenye Gilgal, that's the time, the day they remembered, we have not circumcised for 40 years. And then an order was issued, everyone to be circumcised. Everyone that was not circumcised. You will imagine imodo siya miaka 40. Siya miaka 48. Sikerua. Na Iviga. Yake? Ihiga le anyaigi. Ihiga le anyaigi. Una imagine, uta imagine tahora bisha ihiga le anyaigi. Lekigabia. Maigwira ruo ruhia nate. Maigwira ruo ruhia nate. Ru ni ruo turaria rwaciari aitu. Mwathani agocwo. The challenges that you are facing now, ruo rwaciari aitu. Maweko maria ciari aitu mekire. Ni mo maraturiithia ruo. That is why you are suffering today. That is why you are crying today. You are not crying because of what you have committed. You are crying because what your father did. He separated you from God. And now God has come to reunite you with him. Sasa wamekalishwa kemundo kia miaka 40. Wewe na miaka higa na wewe? 35. Oh mwana. Kia kemundo kia miaka 40. Kemundo kia miaka 40. Siko. Rai madharau na ijue. Bwana asifiwe sana. Hello. Hao wa 48 ndio wa makehiga kila kurubo na higa.
eu gigathuithio thi na kiarega gutine karingago karega. That's painful. A painful ordeal that you are facing today. Painful challenges of life that we are facing today because of mistakes our fathers did. And once they were all circumcised, then it came and passed. Na wakasema, the reproach of Egypt has ended. Why? After they circumcised, after the covenant of God was reignited back, they say the reproach of Egypt, dhoni madharau, reproach, dhoni geshonoko kia Egypt ni yadira, madharau ma Egypt ni madhira. Why? The covenant is back. Your father broke a covenant between him and God. You are out of the covenant of God. Your grandmother broke the covenant between him or her with God. Nyinyi ambao tumezaliwa sisi zote, we are not in the covenant. We are living just for living. Anything can happen to us until such a time a covenant will be brought back by us being circumcised. Then the reproach will get out of us. Then from there after, na unajua kutairishwa, kuna wale wanaponanga na kuna wale hawaponi. Kuna wale wanapona haraka na kuna wale hawaponi haraka. Kwa hivyo bado kuna wengine walikufa na kuna wengine waliteseka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha wale walifaulu, walienda kwenye wapi? From there they went where? Walokole? From there they went where? From there they went to Bethel. Because they got into the land. Bethel means the house of the Lord. And that is where now they started receiving the fruit of the heavenly kingdom, because they belong to that kingdom. When you are not in the covenant of that kingdom, you cannot eat the fruits of that kingdom. So when they got back into the kingdom by being circumcised and by being covenanted again, then what happened? They started accessing the fruits of the kingdom. They started eating the fruits of the kingdom. Then where they went, walienda mahali panaitwa Bethel, and Bethel is the house of the Lord. Now let us go back. Bethel, it is where Mount Moriah is, where the grandfather mwenye ambaye aliambiwa kizazi chako kitaenda kwenye utumwa wa miaka 400, mahali alipeleka Isaac kumutoa, where he did a sacrifice, it is Bethel. The same place, after finishing the race of 400 years, they were brought to the same place where the covenant between God and Abraham was made. Remember, this is the same place wakati Jacob alikuwa anatoka kwa nani? Kwa Laban, baada ya kusema sasa nirudi nyumbani. Wakati mahali aliona anaenda kupigana na brother yake, akasema wacha nipumzike. The same scene where his father did the sacrifice, ndio alilala. Akiwa katika kulala, mbingu ikafunguka, akaona watu wakipanda wakishuka, and that is why it was called the house of the Lord. God will reconnect you here. Tusimame sasa kwa miguu yetu. A worship, a good worship song. Now, when you see people they are not getting into the worship song that you are singing, you change, you make them part of you. When you are worshiping, let's make everything ziende cohesive. Usi insist. Ukiona people are not liming. Are you getting me? Yeah, kuna songs zingine zinaendanga unakuta people wameenda off key because of the situation. Lakini kesho utakuta they are in the key. Hallelujah. Na wewe mtu wa keyboard, sijui leo ni nini ulikuwa umekula. Inaonekana we are not together at all. Umetengeneza beats zilikuwa mzuri, ama utaanza wakianza kuimba ndio utaanza kutengeneza. Twende kazi. Just a worship song. And as we do this worship song, I don't want you to sing. Nataka tu you reflect, you do a reflection.
walk that path, hivyo nimekufundisha, and see what could be this that has cost you to stagnate all these years. Ni nini hii ambayo imekusababishia mateso ambayo unayapitia? Ni nini hii imekusababishia? Yani, there is nothing that is working in your life. There is nothing. Iwe ni business, wewe ni mtumishi, anointing yako iko juu sana, but you have nothing to show, you are still poor. Wewe ni mfanyikazi, uko na kozi mzuri, uko na degree, but until today you got nothing to show. Just reflect back. Funga tu macho yako ndio uweze kuconcentrate. Ujiulize backward, what is this? Why are my children the way they are today? Why are business zangu zote zimekataa? My ministry is not working. What could be this? What happened to my life? What happened to my life? Jiulize tu, tafakari. Funga macho yako, acha kuniangalia. Funga macho yako, na kama hikikaki tupatie kasupa kutufuke vizuri. Bwana Yesu asifiwe sana. I hope you are ready. Yafike kwako moyo uliobondeka utadharau, ni kiu yangu, ni haja yangu, ni
Leo ni siku ya kwanza ya mwezi wa Septemba. Mwezi wa Septemba ni tarehe ni mwezi wa 9. Mwezi wa 9 ndio binadamu huzaliwa. Kwa hivyo ni mwezi wa kuzaa. Lakini mwezi huu, siku ya leo, iko na 9 ambazo zinaashiria ni kuzaliwa na kufufuka upya. That whatever has happened in your life, God has removed. The reproach of Egypt has gone. The reproach of Egypt has gone. You are being connected. Funga macho yako tu inue. There is an angel coming over you. He's connecting you to the system that guides you towards your purpose that God created you for. God had a reason. God had a reason that He uses. He brought you on earth. Alikulete kwa kusudi. Hiyo kusudi ndio anakuconnect sasa nayo. You are being connected to it. The Holy Spirit, the power, the heavenly kingdom. Oh, Master Jesus. As we usher in this month of rebirth, the month of birthing, let everything that you purposed us to be in us be born in us. Chochote Mungu aliashiria kwako na kianze kuzalika sasa. Let's feel the pain of the labor as you are giving birth to your ministry, as you are giving birth to your business, as you are giving birth to your marriage, as you are giving birth to your destiny, as you are giving birth to your connection. This connection is coming. I can see people being unchained. Naona watu wanafunguliwa minyororo ambayo walifungwa kutokana na wazazi wao. Yes. They are suffering because of their parents. They are suffering because of their grandparents. They are suffering because of the place they came from, the territorial altars. They are suffering because somebody aliwafunga. They are suffering because somebody cast them. They are suffering because their parents aliwakasi kama vile Jacob alikasi some of his children. They are suffering because tabia za wazazi wao. My Father, my heavenly Father, my heavenly Father, my heavenly Father, you are the Most High. You are the King of Kings. You are gracious. You are such a wonderful Master. We adore you, Father. We bow before you. We invite you in the midst of our lives. We have surrendered to you, that you may lift us again, that you may transform us again. Now that we have known what has been the cause of the challenges of life, tunaungama mbele zako. Una uwezo wa kubadilisha. Watoto wa Israeli walikuwa wamekaa miaka 400, walikuwa hawajijui na mahusiano yako na wao hawakuelewa, maana walizaliwa kule na wakalelewa kule na wakafa kule, na kizazi cha kwanza kufika huko hakikuweza hata kidogo kukujua. Kizazi kile ambacho kilienda mbele hakikuendelea na mafundisho yako, hadi kizazi cha 4 hakikuwa kinakuelewa kabisa, kilijua miungu ya watu wa Egypt. Kizazi hicho ndicho hiki tuko nacho hapa. Ninakuomba Baba, wapatie tu ufunuo wa kujua, wa kuelewe
na wajue jinsi ulivyotenda na babu yetu Abrahamu, jinsi ulivyotenda na Musa, jinsi ulivyotenda nyakati hizo, jinsi ulivyotenda na baba zetu, ati una uwezo tena wa kuwabadilishia. Ulimwambia Musa ni nini ameshika mkono? Alikuwa na fimbo. Alipoiweka ile fimbo chini, ikameza nyoka zote. Na achilia hiyo fimbo ya Musa kwa watoto hawa, nyoka, inge na vitu vyovyote vile vimewasababishia mateso wanayoyapitia, ile fimbo ikabadilike nyoka, ikameze nyoka zote zilizokuwa katika maisha yao. Walipofika wakati maadui walikuwa nyuma na kulikuwa na mto mkubwa, ulimuuliza tena Musa, ni nini umeshika kwa mkono? Ukamwambia agonge maji yale, yakakauka, barabara ikatengenezeka. Kumbe hawa watoto umewapenda hivi, eti hata sasa umewabadilishia maisha yao. Katikati ya mto mkubwa watapata upenyo, watavuka waende upande ule mwingine. That if today God has given you grant to cross over River Jordan, and all the enemies they have been seeing, you will never see them again. The Egyptian you are seeing in your life tonight, you will never see it again. In the mighty name of Jesus Christ, may you receive your freedom. May you receive your freedom. May you receive your freedom. Chochote kilichozuiliwa katika maisha yako, receive it now. Any bondage, anything that was raised against you, it's broken in the mighty name of Jesus Christ. Umefunguliwa sasa. Naona watu wakifunguliwa. Ninaona watu wakifunguliwa. Ninaona watu wameachiliwa sasa huru. Walikuwa wameshikwa miguu na mikono, wameachiliwa huru. Walikuwa wameshikwa kwenye akili zao, you are being set free. Walishikwa kwenye mizimu ya baba zao na babu zao, wameachwa free. Kuna watu walikuwa wanafuatwa na nyoka, walikuwa wanafuatwa na chura, misingi ya familia yao imekuwa ikiwatesa. You are now free in the mighty name of Jesus Christ. Yes. Amen. Leteni sadaka zenu hapa mbele. Na mnapoleta sadaka zenu, kuna miujiza Mungu anaenda kutenda kwako. Something wonderful is about to happen to you. Leteni zaka zenu. Ishara ya kwanza, umefunguliwa. Then remove the seat ambayo umekalia, uivalishe kwenye kiti kingine. Kila mtu abebe kiti chake. Mtu asibebe kiti cha mtu mwingine. Carry your seat as a sign of putting away the Egyptian. Ushers waonyeshe mwenye watavalisha kwenye kiti kingine. Your seat, carry it, ivalishe kwenye kiti kingine. Uache mahali ulikuwa na urudi mahali ulikuwa umesimama. Mchukulie tu hiyo. Beba kiti chako we mwenyewe. Then ukuje hapa mbele. Wacha kusukuma kiti, usisukume kiti. Saidie bahasha.